Jamaa alikuwa akigawa pesa nyingi kwa watu mtaani, lakini kila ilipofika usiku kwake ilikuwa ni anapitia wakati mgumu sana, kwani yeye hakulala kitandani, alilala kwenye jeneza. Na pia jambo lingine lilokuwa likimuumiza sana ni kwamba alipewa sharti la kuto kumsaidia mama yake kwa kitu chochote kile, iwe kwa fedha au kwa kumpatia kitu chochote kinachoitwa msaada. Jambo hilo lilimuumiza sana, na kila ilivyofika usiku alikuwa akilia. Siku moja alienda kwa mama yake huko kijijini. Mama yake akamkana kwamba wewe sio mwanangu, mwanangu alishakufa. Alilia kwa uchungu sana. Mama yake akamwambia, wewe sio mwanangu tena. Inatosha. Hivyo unahisi unapitia tabu kuliko nazozipitia mimi? Unahisi unapitia mateso kuliko nayopitia mimi? Maisha yangu yamezungukwa na kila aina ya maumivu. Unahisi labda napenda kukuona ukiwa nalia kwa ajili yangu? Unajua kwamba kila inapofika usiku mimi nalala kwenye... Aliongea kwa uchungu sana Vevo. Akamwangalia mama yake, huku mama yake akilia kwa uchungu sana. Vevo akamfuata mkuu wake, akawa anamwambia kwamba mkuu, naomba mnibadilishie shelti, sababu ili shelti limekuwa gumu sana kwangu. Nipo tayari mnirudishia tale la kwanza, niwe naua watu, natoa kafara za watu, nasababisha ajali, lakini siyo shelti hili, sababu shelti hili limekuwa gumu sana la kuto kumsaidia mama yangu. Mkuu akacheka kweli kweli. Vevo akawa anamwangalia. Kipindi unafikiria kujiunga na hichi chama na kutaka utajiri kirahisi rahisi, haukufikiria kukutana na masharti magumu kama haya? Una nafasi moja kutimiza sharti hilo.